Wengi waliona mwisho wa ndoto zake pale alipobaki na mkono mmoja. Kuna komenti moja nilishawahi kupokea kwamba ugali hawivi. Wala usijidanganya. Kuna siku napika ugali ambao hawivi. Kwanza sijawahi kula ugali mbichi niliopika mwenyewe. Maybe nishawahi mara kadhaa kwa mama ntilie, lakini ambao napika mwenyewe sijawahi kula ugali mbichi. Kwa hiyo hapo ndo najiandaa kula, and food is fooding. Kwa hiyo chakula ni kitamu sana bwana. Kwa hiyo ni tonge nyama. Lakini Dennis Mrema aliamua kuandika historia tofauti. Leo hii anafanya kazi kwa ustadi na ujasiri unaowashangaza wengi, akithibitisha kwamba nguvu za binadamu hazipo mkononi bali zipo moyoni. Kwenye upande wa wali naona umeshaiva, nikatoa gesi zote, nikakoroga kuangalia umeiva vizuri sana na umechambuka, ila nikakumbuka bila juisi wali hautaenda. Kwa hiyo ikabidi niandae juisi ya embe hapo chapu. Nikaiblend, nikaweka kwenye kikombe. Kipengele kinachofuata ndo kipengele chenye furaha zaidi, ni kipengele cha kupakua. Kwa nikaweka wali, weka nyama zangu za kutosha juu. Bwana, karibu sana chakula. Na chakula hichi kimepikwa na kijana mwenye mkono mmoja ambaye ni msanii wa uchoraji wa picha kwa ajili ya zawadi na kumbukumbu, lakini pia ni mwongeleaji wa masuala ya ulemavu. Yako mengi ambayo tunatamani kujua kutoka kwake kupitia simulizi yangu kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Merline Daniel, nyuma ya kamera niko na Nuhu Suleiman. Na tayari tuko eneo la tukio na tuko ofisini kwake hapa na tunapata nafasi ya kuzungumza. Habari yako Dennis? Salama kabisa. Mzima? Niko vizuri. Sasa msikilizaji na mtazamaji natamani kujua Dennis ni nani? Okay, asante. Majina yangu naitwa Dennis Mrema. Dennis ni kijana mpambanaji, anaishi na mkono mmoja, lakini vile vile Dennis ana kipaji kikubwa sana cha uchoraji. Dennis pia ni mwanzilishi wa One Hand Photo Frames, ambao ndio tunajihusisha na utengenezaji wa frame za mbao kwa ajili ya kuweka picha na kazi za sanaa. Umeelewa? Lakini pia Dennis ni content creator ambaye sana sana natengeneza maudhui yangu kwa wale ambao hawajaona kwenye mitandao yangu. Natengeneza maudhui yanayojihusisha na kuonyesha sanaa yangu, lakini vile vile maudhui yanaonyesha ninavyoweza kufanya kazi zangu na kufanya vitu vyangu vyote kwa mkono mmoja. Mimi nimezaliwa Kilimanjaro, ndo nyumbani. Mtoto wangapi kwenye familia? Kwenye familia si tupo wengi. Mimi ni mtoto wa 7. Ndio. Kwa hiyo na kaka zangu, lakini vile vile na dada zangu. Mimi ndo mtoto wa 7. Ulisoma wapi? Nimesoma kule Kilimanjaro. Msingi nimesoma Kilimanjaro pale. Sekondari nilibahatika kupangiwa kule Kilimanjaro. Kwa msingi nimesoma Rawia Primary School. Rawia? Ndio. Alafu kwa sekondari nimesoma Rasesa Secondary School. Ndio. Then nikaelekea chuo nilisoma Mwanza. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio story yangu kidogo ya elimu. Ilikuwaje Dennis akawa hivyo alivyokuwa leo? Kiufupi nilipata ajali nilipokuwa mdogo. Ajali ya barabarani, na ilikuwa nikitoka shuleni. Kwa hiyo nikapata ajali, na ile ajali iliniletea changamoto nyingi. Wakati mwingine ingeweza kanipelekea hata kifo, lakini namshukuru Mungu sikupoteza maisha. Nilipoteza tu mkono mmoja. Maisha yangu yanaendelea vizuri, kazi zangu zinaendelea vizuri, na hadi leo ninaishi. Ndio. Nilikuwa darasa la kwanza, almost nilikuwa mdogo. Kwa hiyo mimi tulikuwa tunatoka shuleni kimakundi. Ile unatoka na watu ambao mnakaa nao mtaa mmoja. Na mimi kwenye ile kundi nilikuwa mkubwa. So ilinibidi mimi ndo nichukue majukumu kama ya kuwavusha wenzangu barabara, kama ni ya kuwakea, nihakikishe wote wako salama. So nachokumbuka niliwavusha wenzangu. Sasa ilipokuwa hatua ya mimi kuvuka, ndo gari lilikuja kusimama kwa mbele. So ili mimi nikinga kuona tena usalama barabarani. So nilipovuka nakumbuka ndo nilipata accident kama hiyo. Na wenzangu walivyoshuhudia waliwahi nyumbani kwenda kusema kwa wazazi, na mimi nilikuwa nimeumia sana. So yule ambaye alinigonga
nashukuru alikuwa na usamaria mwema kiasi. Alinichukua, akaniweka kwenye gari. Nakumbuka nilikuwa kabisa chini ya gari. Akanivuta kule, akaniweka kwenye gari lake, akanipeleka hospitalini yeye peke yake. Nilipelekwa hospitali ya kwa Minja. Lakini hali yangu ilikuwa si nzuri sana. So ilibidi nipelekwe hospitali ya KCMC. Na ndo matibabu yangu yote yalifanyikiaga pale. Na hadi kukatwa mkono nikatiwa pale pale KCMC, na hadi kupona ni pale pale KCMC. Ndio. Je, yule ambaye alikugonga aliendelea kurudi kuja kukuona hospitali au alipotea? Kama alivyonichukua alinipeleka hospitalini, mimi kumbukumbu zangu zilienda zikipotea mdogo. So mimi sina kumbukumbu zote, lakini maybe mzazi wangu ndo atakuwa anakumbuka vizuri ilikuwaje. Umenielewa? Mimi ninachokumbuka nilitibiwa, nikapona, nikarudishwa nyumbani. Kuna watu ambao wanapata ulemavu lakini wanajikatia tamaa. Wewe, familia yako ilikupokeaje? Familia yangu kwanza naishukuru sana kwa sababu ilikuwa mstari wa mbele. Na nakumbuka pia kanisani nilikuwa ni mtoto wa Yesu, ile shirika la watoto wa Yesu walikuwa pamoja na mimi, naweza nikasema pia walikuwa kama ni familia yangu. Umeniuliza kwenye upande wa familia. So kwenye upande wa familia they are very supportive. Although walikuwa confused sana kwenye hiyo changamoto, baba yangu, mama yangu walikuwa confused sana, lakini walikuwa very supportive kukubaliana na matokeo kwamba ndio mwenetu ameshapata changamoto. Na nakumbuka pia hata nilivorudi kutoka hospitalini ilibidi niendelee na masomo. Wazazi walikuwa wanajitahidi sana kuwa na mimi karibu. Walikuwa wananitengenezea juice za kunidanganya, naenda nazo shuleni, umeelewa? Kwa mimi naweza kusema wali play part kubwa sana hadi kunifanya mimi ni heal, nione ni hali ya kawaida. Walikuwa karibu sana. Almost hata hospitalini nilikuwa na baba yangu. Kwa hiyo walikuwa karibu sana na mimi. Kitu ambacho kwa kinanikuta zaidi ile watu kukushangaa. Afu ni mtoto mdogo, yani mpaka uzoee. Ile ndio ilikuwa ni situation ambayo kwangu ilikuwa changamoto. Lakini pia ile wakati mwingine unaweza ukafanya kosa, ukaonekana unafanya maybe kwa sababu unajiona na mkono mmoja, hamna mtu anaweza kufanya chochote. Sasa zile zilikuwa pia zinanifanya kwamba nionekane maybe nafanya kwa sababu na changamoto hiyo, lakini kila mtu anakosea. So iliniathiri kiasi chake, lakini niliendelea kuadapt, na almost nilikuwa ni mtoto ambaye napenda kusali sana. So hata ule ukaribu wangu pia na Mungu nafikiri ulikuwa ukinipa strength ya kuzoea, kukabiliana na hizo changamoto, kukua, kusoma na kufikia hapa nilipo. Kazi zako za kawaida za kujisaidia wewe kama binadamu tunavyotakiwa kufua, kupika, kula, kuoga, ilikuwaje? Kama nilivyosema nilipata hizo changamoto nilikuwa mdogo. Maana yake nilikuwa katika chini ya uangalizi wa mzazi, si ndio? Kwangu ilikuwa changamoto sana kwa sababu nilikuwa nikisaidiwa kila kitu. Kuhusiana na kupika, ni mzazi atapika, tutakula nyumbani pamoja. Kufuliwa, mimi mama yangu hajai kuchoka kunisaidia. Yaani hata hii naweza nikasema kwamba ni kitu ambacho nakumbuka sana kwa mama yangu. Kwa sababu mimi tangu nikiwa mdogo ile mama yangu alikuwa akinisaidia kila kitu, kazi zangu za kufua, kila kitu. Lakini nikaja nikafika sekondari, nahitaji pia kuendelea kufuliwa kwa sababu mzazi wangu hataki kuniona nateseka, si ndio? Mimi mama yangu hajai kuchoka kunisaidia kufanya kazi zangu zote au msaada wote naohitaji. Hata akiwa busy kiasi gani au anaumwa, atafanya tu ili hakikishe mwanae nimekuwa msafi, nimeenda shule na nimepata kila kitu ambacho nakuwa nakihitaji. Kwa upande wa mzee naye alijitahidi kutoa kwa kadiri anavyoweza, sababu yeye ndio provider wa familia. Kwa hiyo mzee naye alipambana kwa kadiri anavyoweza, mahitaji ambayo nilikuwa nataka nilikuwa nayapata. So sikuwa na changamoto yoyote kwa kipindi kile naishi kama familia. Kwa hiyo sikuwa overcome, sijui kwa nini nilikuwa napikaje au nafuaje. Maybe kwa sasa kwenye chuo ndo sehemu ambao nilikuwa mbali na familia, mbali na watu naofahamiana nao. Lakini namshukuru sana Mungu amenipa nafasi ya kuwa na social skills, ya kuzungumza na watu na nini. Mimi kwa chuo sije kuteseka. Kwanza nilipofika chuoni alianza kunisaidia mtu ambaye nilikuwa naishi naye hostel, ambaye alikuwa ni kama rafiki, mshikaji wangu. Alikuwa akinifanyia yote. Japo pia wakati mwingine naona kama nampa mzigo, umeona. Lakini nilipokuwa nikiendelea na kuzoeana na watu, kuna mdada mmoja naye alikuwa ni rafiki yangu sana. Kipindi hicho nikiwa chuo, alikuwa anaitwa Latifa. Naye amenisaidia sana kwenye issue za kufua. Kanisaidia sana.
Yeye huyo msichana yeye akawaga amehamia nje, aishi tena hosteli. Kukatokea msichana mwingine naye ambaye alikuwa karibu yangu. Kwa mimi kwenye maisha yangu ya chuo, kwenye issue za kufua si kuteseka. Labda kupika ndio ile mimi niliishi hosteli. Maana yake kwenye kuishi hosteli unanunua chakula. Kwa ile je ni kwa mimi changamoto. Kwa kufua, kupika vyote ilikuwa nikisaidiwa. Sawa, umevuka vikwazo vyote hivyo, vigingi vyote kwa msaada wa Mungu. Alikuwa akileta watu wake kwa ajili ya kukusaidia. Sasa tumeingia mtaani tena, tumuoni baba, tumuoni mama, tuoni wale marafiki wa karibu. Mwingine anajiuliza Dennis anapikaje? Sasa hivi ni kijana mkubwa. Anapikaje? Anajisaidiaje kazi zake za nyumbani? Anafanyaje kazi zake?